Kama kawaida, kabla hatujaanza darasa huwa tuombeana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kujiombea sisi wenyewe na kuombea walotuomba tuwaombee, na walo pia ambao hawakutuomba tuwaombee. Ni muhimu tuwaombee. Kadhalika kuwaombea walotangulia, na hawa ndio muhimu sana, na haswa kwa wakati huu misiba amma wa tamma imeenea, ingawa wenyewe wanasema laisa almusabu man faqada alahbab. Msiba si kwa alomkosa kipenzi, walakin almusab man hurima thawab. Msiba ni kwa ule alokoseshwa thawabu. Msiba huu hatuutambui. Tunalia tunapofiliwa na tumpendaye, lakini tujiulize, tushawahi kulia tunapokosa tukipendacho? Wallahi, ikiwa hujui kama wakipenda, wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Kwa sababu gani? Sasa anajua kwamba kumbe hakuna kitu kinachofaa, hakuna kitu muhimu kama al-imanu billah, na alomwamini anaona hakuna kitu. Currency leo watu wanazungumzia kuhusu dola, itapanda, itashuka, itakosa thamani, lakini ni kushuka na kupanda hapa duniani. Kuna currency haishuki thamani. Currency gani? Al-amalu salih. Amalu salih, thawabu. Thawabu Allahi khair. Mwenyezi Mungu asema hakuna kitu kizuri kama kulipa thawabu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qul ma inda Allahi khairun ma inda Allah. Kila ambacho kwamba ni inda Allah, chochote ambacho kwamba chanasibishwa na Allah, khair, khair, khair mutlaq, khair mutlaq. Lakini tunalia. Shalia wewe kwamba umekosa kuswali witri, shalia umekosa kuswali qablia, shalia umekosa kuswali baadia, ushalia umekosa nafasi ya kutoa sadaka, ushalia nafasi ya kusikiliza mawaidha, ushalia umekosa nafasi ya kufanya mema, ushalia kwa furaha ya kuwafikiwa kufanya maasi. Tumekosa vipenzi. Mimi ndo nimeingia hivi, hata nimetoka Lamu ili niwahini khutba, na baada ya hapa na safari kwenda kuzika Mambrui, na leo baada ya Juma kuna maiti mbili, moja Masjidi Nur, moja huko Kisauni, wote ni waamu. Moja Dr. Ali Khatib, alitumikia sana dini, na wengine tuwajua na tusowajua. Ndugu zetu Gaza kila siku wanafariki, Mwenyezi Mungu awarahamu. Juzi tumekosa ndugu wawili wamekufa, kila mmoja alikuwa akiuliza kwa ajali, kwa ajali, lakini sio ajali ya barabarani, ni ile ajali aliyosema Mwenyezi Mungu. Mungu alisemaje? Likulli ajalin kitab, kila muda umeshaandikwa. Wama kana li nafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala, maandishi yenye ajali. Ajali huyu amekufa hospitali, huyu amekufa nyumbani, basi watu balbala tena, kila mmoja akatengeza title yake. Ule alipata shock. Wajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipompa kazi Israeli ya kuwa wewe kazi yako, wewe kazi yako, wewe kazi yako, ua toa roho, Israeli akasema ya Rabbi, watu watanitaja vibaya. Mwenyezi Mungu akamwambia nimekutukulia dhamana mimi, hakuna atakayekutaja. Ushawahi kumsikia mtu akiambiwa fulani amekufa akasema Israeli yoyo? Atauliza alikuwa na nini? Pressure, sukari. Kwani wangapi wenye sukari na pressure wako hai?
Wangapi wameingia ICU, alomlipia bili amekufa? Hujasikia? Yeye ameingia ICU, alomlipia bili ni kubwa zaidi. Yeye ameingia ICU, daktari alikuwa akimtazama amekufa. Kwa sababu ugonjwa sio wao. Aya hii nafsi ya wewe ni muumini, mimi na wewe tuamini Qur'ani. Mwenyezi Mungu asema wama kana. Ukiona kwenye Qur'ani kumekuja neno wama kana, never ever forever, haiwezekani ikaenda kinyume. Hakuna katika lugha ya Kiarabu neno la kuweza kukanusha kwamba haiwezekani. Wana Waswahili mpaka ikariri haiwezekani, 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 si ndio? Mswahili akikwambia namna hiyo, maana yake usiwe na nini, na tamaa wala hope. Basi Mwenyezi Mungu akikwambia wama kana, maana yake jua haiwezekani. Wama kana li nafsi, haiwezekani nafsi yoyote antamuta, ife, ila kwa ugonjwa, ila kwa ajali, ila kwa bunduki, ila kwa kunyongwa, illa biidhnillah. Unasikia? Nani anayeandika? Nani anayeruhusu? Ya akhi, wewe wamwogopa huyu fulani ataniua. Ya akhi, wewe muamini nani? Imani yako kwa nani? Muamini Qur'ani? Kalamullah. Ya akhi, saa ingine kuna urongo wa maneno. Urongo wa maneno ni mwepesi, lakini kuna urongo wa vitendo, huu ndo mbaya. Na ndio tukaambiwa wale wanafiki ni mabaya sana kushinda wasoko wa Waislamu, kwa sababu wao waamini kwa maneno, wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna, lakini wa idha khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu natija Allahu yastazi'u bi. Sasa ukweli wa vitendo ni kwamba mimi naamini Qur'ani, lakini alizungumza ule mganga ule bwana atakupeleka kikooni. Atakupeleka kikooni? Hakuna aweza kunipeleka mimi kikooni illa ni nani? Illa biidhnillah. Kwa nini illa biidhnillah? Kwa sababu kitaban muajjala. Lakini Mwenyezi Mungu anasema man yurid thawaba dunya nuti minha. Ukitaka naweza kukupa. Alafu Sheikh Ali alitumikia sana dini, Dr. Ali Khatib. Alafu kuna na ndugu yetu, mtoto wa Sheikh letu Al-Ustadh Ishaq Mu'taman bin Said Muhammad Al-Bidh. Si mtu mashuhuri, si mtu alikuwa anapenda kuonekana kwenye mitandao kama sisi. Najua hakuna maradhi mabaya, hakuna uraibu mbaya kama kupenda kuonekana kwenye mitandao. Hunu ni uraibu ushinda kuvuta bangi na kunini. Na huu ndo kufanyao uzenge lolote la kunena wewe, muhimu weko tu kwenye mitandao. Lakini ni mtu alikuwa apenda vitendo. Ni wale waliosema Mwenyezi Mungu i'malu fasayarallahu amalakum. Fanyeni kwa ajili yangu, Mungu atayaona. Usitake watu wavione. Leo huna mahala utapita ile utakuta kuna wanafunzi wake. Alikuwa hajulikani alipokuwa hai, lakini leo watu wamejua. Wewe umesomeshwa naye, wewe umesomeshwa naye, wewe kumbe umekusomesha, kumbe rika langu. Mimi naye pengine tofauti miezi 6 miezi 7. Rika langu. Usiniulize alikuwa na nini? Alikuwa na kitaban muajjala. Miskini Mungu alimpa mitihani ni. Inshallah Mungu amlipe kwa mitihani alompa. Ni pengo. Manake ni kijana mutamakini katika elimu, astahiki kuitwa alim, sio kina sisi manenaji tu. Tena manenaji palipokosekana wenye kunena. Lakini kama kuna anastahiki aje, tutampa hii nafasi. Wallah, tutamani tusikilize. Hatukuitukua hii nafasi kwamba twaipenda, la. Ni hiyo msemo wa Arabu usema idha fuqida almalihu falqabihu malihu. Mtu akikosa la mama hata la punda unyonya. Ndo nyinyi watu washibu, stamilini. Kini akia mwingine ndo kaona pale wakia Masri sisi ulakona kwa sababu wale wastahiki. Shauri zenu afahamu Kiarabu. Si unataka wanazuoni ruwate wanazuoni, sisi ruwatendo ni sotoroni.
Inshallah na sisi Mwenyezi Mungu atatujalia tuwe katika hao. Wao Mwenyezi Mungu atawarahamu, awalaze pema penye wema. Wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa. Hasa wale wagonjwa ambao tuko nao hapa msikitini, wabil khususi mzee wetu Sheikh Saleh, mata'ana Allah bihayati. Mungu ampe umri mrefu na afya njema. Atusimamie kwa uzuri. Maana zingine upata wazee wakakusimamia wakakukoma hapa. Wakoma hapa, si hapa ule mzee sisi huinene atuitakialo. Alhamdulillah. Akhi misikiti mingine utapangiwa khutba. Nena hivyo, ili usiseme, ili alhamdulillah. Mzee Sheikh Saleh ule nashukuru. Mimi kwanza nije hapa takriban miaka 13. Hajawahi hata siku moja kuniambia khutba sifanye hivi, sifanye hivi, sifanye hivi, sifanye. Alhamdulillah. Mungu atuweke ampe umri mrefu na siha na afya. Na wengine maratibu tumeishi na nyinyi vizuri alhamdulillah. Sema ustadhi leo atuaga. Nikuagana kila siku ni hayo. Hatuisi. So kule kwetu amo tuna msemo usema zombo zote zimeshatweka. Huyo kutekwa lile tanga. Hatuisi sasa atakakata tanga mbele nani? Sote mmesafiri. Kuna kufika mbele, kuna wenye kupata wako kwenye jamu. Tuko kwenye jamu sasa. Ngoja ile tai wake tu. Ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Na husnul khatima si kufa kwenye sijida, ni nzuri. Nzuri kufa kwenye sijida. Husnul khatima si kufa kwenye na umepakata msaafu, ni uzuri. Ufe umepakata msaafu. Husnul khatima ufe kwenye kibula, ni uzuri. Husnul khatima ufe toa darasa, ni uzuri. Husnul khatima umekufa umeshika al-Kaaba, ni uzuri. Lakini hakika ya husnul khatima ufe na wewe ndani ya moyo wako huna chuki na mwanadamu yoyote. Ufe na wewe ndani ya moyo wako huna chuki na mwanadamu. Sijakwambia na ndugu yako, mwanadamu. Hata sio Muislamu, yani uchuki alikwambia ikrahil kufra wala takrahil kafira. Utukie ule ukafiri, usimtukie kafiri. Tatizo si yeye, tatizo ni ile itikadi. Ikrahil asi wala ikrahil maasiya wala takrahil asi. Chukia yale maasi, usimchukie mlevi. Chukia ule ulevi. Kile kitendo cha kulea wewe chukia, lakini alolewa usimchukie. Msikitikie. Kuna tofauti ya kumchukia na kumsikitikia. Msikitikie anayefanya maasi. Msikitikie anayezini. Msikitikie anayekula riba. Msikitikie anayekula rushwa. Msikitikie anayedhulumu, lakini usimchukie. Msikitikie. Na dalili ya kumsikitikia, muombe Mwenyezi Mungu, Allahumma khallishu kama khallastani. Mola mtoe katika janga lile kama ulivyonitoa. Kama mgonjwa, tatizo si tatizo. Hamjui kama mgonjwa tatizo si tatizo, niwaombee moyo wa wagonjwa. Mataka niwaombee dua moyo wa wagonjwa. Ugonjwa tatizo si tatizo. Lakini utamchukia mgonjwa? Tutachukia ule ugonjwa alionao, lakini mgonjwa tumchukii. Kwa hiyo tumuombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa. Wenye matatizo Mwenyezi Mungu atatulie matatizo yao. Wenye dhiki Mwenyezi Mungu atatulie dhiki zao. Walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu atengezee mambo yao. Wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali. Na wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao. Wenye madeni Mwenyezi Mungu asahilishie kulipa madeni yao. Wasokuwa na wake Mwenyezi Mungu awape wake wema. Na wasokuwa na waume Mwenyezi Mungu awape waume wema. Wamezoana Mwenyezi Mungu awape kushikana mpaka khatimishana. Wamezoteta Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao wapatane. Wamezoteta Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao wapatane. Wamezoteta Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao wapatane. Wasokuwa na watoto Mwenyezi Mungu awape watoto wema. Wenye watoto ya Rabbi tusilihishie watoto wetu. Wenye watoto ya Rabbi tusilihishie watoto wetu. Wenye watoto ya Rabbi tusilihishie watoto wetu. Walokufa Mwenyezi Mungu awarahamu. Na sisi kifika wakati wetu ya Rabbi tupe husnul khatima. Tufe hatuna dhulma ya mtu. Tufe hatuna deni la mtu. Tufe tuna radhi za wazee wetu. Tufe tuna radhi za mtume wetu. Tufe tuna radhi za Mola wetu. Atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Amin. Amin.